Mama, mbona mambo yanaharibika dakika za mwisho kabisa? Hivi mama, unajua kwamba ikitokea kwamba Jelan akajua kwamba Adia ana mimba, unajua hawezi akamuoa? Na kama asipomuoa itakuwa ni aibu. Itakuwa ni fedheha na itamchanganya sana Adia. Lakini kwako mama pia itakuwa ni fedheha kwamba utaonekana kwamba wewe sio mama mwema ambaye ulileta malezi mazuri kwa mtoto. Kwa kweli sijui kwa nini rafiki yangu Adia amefanya hivi. Naona kama mambo yanakuwa mabaya kabisa. Sijui hapa imekuwaje, lakini ninavyojua hili jambo sio zuri hata kidogo mama. Bisura, hebu naomba unisikilize. Adia wewe ni rafiki yako na unamjua vizuri. Adia mimi namfahamu kwa kuwa ni mwanangu na hajawahi kunidanganya kitu chochote kile. Na hata kama ningekuuliza wewe kwamba ana mpenzi mwingine au mtu yeyote yule ambaye wanashirikiana naye katika mapenzi, wewe mwenyewe utaniambia kwamba hakuna. Lakini pia vile vile mimi nina uhakika na Adia mwanangu. Adia ananishirikisha kila jambo lake. Adia ana muda mrefu sana hajawahi kufanya mapenzi. Adia hakuna kitu anaweza kufanya akanidanganya. Kwa hivyo nataka nikuhakikishie tu kwamba Adia hana ujauzito. Wala hana ujauzito. Mama, unamaanisha nini kwani? Si umeniambia kwamba hayo ni majibu ambayo aliyoyaleta daktari baada ya kufanya vipimo? Bisura, kuna vitu huvijui bado. Huo ndio ukweli. Ni kweli kabisa kwamba ni daktari ndiye ambaye amesema kwamba Adia ana ujauzito. Lakini mimi ninachokuambia ni kwamba Adia hana ujauzito. Mama, ina maana daktari atakuwa amedanganya kwamba Adia hana ujauzito? Na inawezekana vipi daktari akaweza kudanganya? Lakini hata kama anaweza kudanganya, anamdanganya Adia na wewe ili nini? Kwa makusudi gani gani? Mimi na wewe. Bisura, hebu naomba nisikilize. Unajua wewe, inawezekana kuna vitu hujavijua bado na siwezi nikakulaumu kutokana na umri wako. Wewe si unajua kwamba ni kitu gani ambacho kiko mbele katika maisha ya Adia? Ndiyo mama, najua anakwenda kufunga ndoa yake na mtoto wa tajiri. Sasa nataka nikwambie kitu. Adia hana mimba kwa sababu nilishazungumza naye na ninafahamu kabisa kwamba hajawahi kutoka na mtu yeyote. Na hata wewe hapo, au wewe wakati uko naye, mkiwa naye njiani au wapi, kuna mtu ambaye unajua anatoka naye? Huwezi jua, na kuuliza wewe hapo kwamba kuna mtu anatoka naye? Mama, ndo nataka kukujibu kwamba siwezi jua nisikilize wewe. Usiniambie huwezi kujua. Yule ni rafiki yako au si rafiki yako? Mbona unataka kufagiza mambo hapa? Samahani mama, yule ni rafiki yangu. Sasa kama ndo hivyo, kwa nini ushindwe kujua kwamba ana mpenzi au hana nje ya mpenzi wake? Mama, ni kwamba hata mimi najua mpenzi wake ndio huyo mmoja ambaye anataka kumwoa Jelan. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba sijui kwa kweli kama ana mtu mwingine au vipi. Na kama anaye, sasa nisikilize wewe.
naona unazunguka sana mbuyu. Ngoja nikueleze ukweli. Adia hana mimba hata kama daktari amesema. Daktari anatoa majibu ambayo yanayotokana na vipimo alivyofanya. Kwa hiyo vipimo vikikosea ni daktari amekosea. Kwa hiyo anapokuja kuongea kutoa majibu, hatoi majibu anayotoa kichwani mwake. Anatoa majibu kutokana na vipimo jinsi vilivyomuonyesha. Sasa swala la kwamba amedanganya au hajadanganya, anaweza kudanganya akiwa hajakubali, yani hajaridhia kwamba adanganye, au asidanganye vile vile akiwa hajaamua kwamba asidanganye. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Lakini mimi ninachokueleza ni kwamba mimba ambayo imeonekana kwa Adia inatokana na jambo ambalo liko mbele yake, yani jambo la ndoa. Hiyo mimba inayoonekana ni mambo ya uswahilini. Hakuna mimba hapo kabisa. Wala hakuna kabisa. Hakuna mimba pale. Ni mambo ya uswahilini. Ama yani mambo ya uswahilini kivipi? Yani kwamba ni nini, yani kwamba kilichosababisha kwamba yeye apate mimba uswahilini? Nisikilize wewe. Hiyo mimba, hakuna mimba nimekwambia. Kwa hiyo hakuna cha kwamba mimba amechukua uswahilini. Waswahili hawapendi kuona mtu akifanikiwa. Pale kilichofanywa pale ni kwamba watu wamemloga mwanangu ili aonekane kwamba ana mimba. Na hiyo yote ni kutokana kwamba watu wamejua kwamba Adia anakwenda kufunga ndoa na mtoto wa tajiri mkubwa hapa nchini. Kitu ambacho Waswahili hawawezi kupenda hata kidogo. Hawawezi kupenda kuona mwingine akifanikiwa. Waswahili ni watu ambao wana husuda. Macho ya husuda ndio ambayo yanasababisha mpaka wamloge mwanangu aonekane kwamba ana mimba ili tundo yake iweze kufeli. Lakini sasa nataka nikwambie, Bisura, wewe ni rafiki yake Adia. Adia mimi ni mtoto wangu. Lolote lililopangwa kutokea mbele litatokea. Hakuna cha ndoa kufa, hakuna cha ndoa kuahirishwa, hakuna chochote kile. Mwanangu lazima ataolewa. Ataolewa nakwambia. Mama, kwa hiyo inawezekana kweli uswahilini wamemloga Unauliza majibu? Unauliza majibu, Bisura? Ni nani asiyejua kwamba pale kwa Mama Kinge ni wachawi wakubwa ambao wasiopenda kabisa kwamba watu wengine wafanikiwe? Mama Hilda pale pembeni, Mzee Kimoko pale mbele. Yani pale tulinapokaa tumezungukwa na wachawi wakubwa sana. Na hawa ndio ambao wanataka ndoa ya mwanangu ife. Lakini nataka niwaambie, labda kama sio mimi. Labda kama sio mimi. Lakini kama ni mimi. Kama ni mimi, Mwanamina mimi, nakwambia mwanangu anaolewa. Kama ni uchawi, hata sisi tunaujua. Sio watu wanaojua. Hata mie najua ni wapi pa kwenda. Kama wanajua kwamba wanajua si mazindiko manini, hata mimi nimezaliwa uswahilini. Hata mimi navijua vijiji. Ngoja utaona. Nisikilize. Nenda kakae na Adia pale. Nisubirini hapa hospitalini. Kuna sehemu naenda. Narudi mambo yote yatakaa sawa. Msikilizaji, pale mama yake Adia alitoka pale hospitalini na kwenda moja kwa moja mpaka mahali ambapo alipokuwa anapaamini kabisa. Alienda moja kwa moja mpaka nje ya jiji kabisa. Ilikuwa ni mahali ambapo ni pembeni kabisa na mji, mahali ambapo alikuwa anapaamini kabisa kwamba huyo mganga ni mganga ambaye ni maarufu na ni mganga ambaye anayejua kurekebisha kila jambo. Na pale hospitalini mwanadada Adia aliendelea kubaki pale
kutokana na hali yake ambayo alivyokuwa anajisikia. Alikuwa akisema kwamba anajisikia hali ambayo sio nzuri, kwa hivyo hata daktari alimpeleka katika chumba ambacho ni cha mapumziko ili aweze kupumzika pale, ajisikilize hali yake, ili baadaye hatimaye aweze kuruhusiwa na kuondoka. Alikuwa hana ugonjwa mwingine, lakini pengine kutokana tu na stress alizozipata baada ya kuambiwa kwamba ana ujauzito, ndio maana alipata hali ya kujisikia vibaya, na daktari akashauri hata yeye kwamba hadi aweze kuendelea kusubiri pale hospitalini, na hatimaye atakaporudi katika hali yake nzuri basi wataruhusiwa. Ndio wakati huu ambao mama yake Adia alipokwenda kwa mganga nje kabisa ya jiji. Ilikuwa ni umbali wa kama lisali 1.5 hivi mpaka 2. Alipotoka na kwenda kule kwa mganga, alipofika tu alifurahi sana kwamba tayari amemkuta mganga. Ni baada ya kusikia nyanga na milio mbalimbali, kengele zilizokuwa zikigongwa za kuchezwa kule ndani, kutokana na kwamba mganga yule alikuwa bado na shughuli ya mtu ambaye alikuwa anamalizana naye muda ule. Mganga yule katika maeneo yale alikuwa anafahamika kama Ganduga. Alikuwa ni mganga ambaye watu wengi wanaotoka huko katika maeneo ya mijini walikuwa wakija na kumkimbilia wakiamini kwamba anaweza akawasaidia. Alifika pale, na hatimaye alipofika tu pale alikutana na msaidizi wa mganga ambaye alimwambia kwamba asimame kabla ya kuingia katika ua wa mganga yule. Mama Adia alisimama pale nje, na pale sasa, msikilizaji, ndipo alipoambiwa kwamba unapaswa ukunje mikono yako, uibane tumboni, na hapo sasa uinamishe kichwa chako chini. Mpaka kufikia pale hakuruhusiwa tena kugeuka nyuma wala kugeuka pembeni, bali aliambiwa atulie, sikilize, ili mganga aweze kumalizana na mtu ambaye yupo, kwa sababu alikuwa katika dakika za mwisho kabisa za kuhudumiwa, ili hatimaye yule atoke na mama Adia aweze kuingia. Hazikupita dakika 10, mhudumu ambaye aliyekuwa anamsubirisha pale alimruhusu sasa mama Adia kuingia ndani. Hapo ni baada tu ya yule mganga kumalizana na mtu ambaye aliyekuwa anamhudumia kule ndani. Wakati mama Adia anaingia, alipishana na mtu yule wakati yeye akitoka akiwa amemaliza kuhudumiwa, na mama Adia ndipo alipoingia. Ndani ya nyumba ile ya mganga kulikuwa na sehemu nzuri kabisa ambapo watu walikuwa wakija pale na kutibiwa katika ua huo. Ni sehemu ya ua ambao ni ua wa ndani uliojengwa vizuri kwa kutumia nyasi na miti ambayo ilikuwa imezungushwa. Juu kukiwa kumeezekwa vizuri kwa kutumia nyasi. Mama Adia alianza kuingia, lakini alipofika tu pale mlangoni, mganga yule alimuonyesha kwamba yeye ni maarufu kweli kweli na ni mtu mtata kweli. Hapo simama hapo, simama hapo. Mama Adia alisimama pale pale mlangoni. Aya mama. Aya, kaa chini hapo. Kaa chini. Mama Adia pale pale alikaa chini pale mlangoni. Aliambiwa angalia pembeni yako. Unaona nini? Ninaona chungu. Kina nini ndani yake? Naona kuna udongo. Chukua huo udongo. Chota udongo kwenye kiganja. Mimi ndo Ganduga mwenyewe. Mama Adia alichota mchanga kidogo kutoka kwenye kile chungu ambacho kilichokuwa pembeni yake. Akauchota. Aya. Weka mdomoni. Ganduga imbe. Ndo mimi ndo Ganduga. Aya. Ingiza mikono yako kwenye hiyo chungu yako ya pembeni hapo. Chungu kilichoko pembeni, weka mikono yako hapo. Msikilizaji, chungu ambacho kilichokuwa pembeni, baada ya chungu kile ambacho kilichokuwa
kina mchanga. Kilikuwa ni chungu ambacho kilikuwa na maji. Mama yake Adia aliingiza mikono yake kwenye kile chungu na hatimaye akaambiwa aitoe. Aliambiwa hatimaye asimame. Alisimama na kuambiwa asogee kuelekea mahali ambapo mganga alipokuwa. Na hatimaye mbele ya mganga pale kulikuwa kumetandikwa mkeka mzuri. Ndipo alipoambiwa akae pale chini na ile mikono yake aiweke kwenye viganja vyake, kwenye miguu yake. Viganja vyake vile aliviweka katika nyayo za miguu yake kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa amekaa. Hatimaye mganga yule alimtaka sasa aeleze shida zake. Mama Adia bwana alimweleza kila kitu mganga yule. Mganga yule pale pale alianza kushika nyanga yake na kuanza kuichezesha, huku akianza kumweleza ukweli ambao Mama Adia bila shaka ndio ambao aliokuwa wanautaka. Mwanao hajalogwa na mtu mwingine. Ni jirani yako pale pale nyumba unayokaa. Huyo jirani yuko na kwenye nyumba ya pili kutoka nyumba yako. Hajalogwa na mtu mwingine, ni huyo jirani. Ganduga imbe. Ganduga ni mimi, baba la mababa. Hilo limeisha kabisa hilo. Hilo limeisha, na kupa dawa. Unakwenda kumaliza kabisa. Hiyo mimba itayeyuka kabisa tumboni. Hajalogwa hata kidogo. Shika hapa. Shika hapa. Chezesha. Tikisa. Basi mama yake Adia alipewa kibuyu pale. Alianza kukichezesha kile kibuyu. Kilikuwa kini kibuyu ambacho kina vitu kama gololi ndani. Zilikuwa zikicheza sana, huku mganga akijidai kabisa kwamba yeye ndiye ambaye anamaliza kabisa tukio lile. Msikilizaji, mama yake Adia alipewa sasa dawa ambayo ilikuwa imewekwa kwenye kikopo kizuri, na hatimaye akaambiwa aende. Nyingine atampaka kwenye tumbo lake, lakini nyingine Adia atainywa. Na hiyo mimba ambayo ni mimba ya kichawi itakuwa imeyeyuka yote tumboni, na hatimaye sasa mwanae atabaki salama kabisa na ndoa yake itaenda kama ambavyo ilivyokuwa imepangwa. Baada ya pale, mganga yule alimwambia kwamba aweze kumwachia shilingi 500 kama njia ambayo ama ada ya yeye kutibiwa tatizo lake. Mama Adia bwana, kwa sababu alikuwa na fedha, alifungua kipochi chake na hatimaye alihesabu misimbazi pale, akatoa shilingi 500 na kumkabidhi mganga yule. Mganga yule baada ya pale alimwambia anyanyuke. Alimwambia arudi nyuma badala ya kugeuka mpaka atakapotoka mlangoni. Ndipo msaidizi wa mganga alipokuja na kumsaidia mama yake Adia ili aweze kutoka vizuri pale kwa kurudi kinyume, aweze kutoka pale katika ule mlango na hatimaye ageuke na kuondoka zake, kwa sababu atakapompa tu Adia dawa ile, tatizo hilo litakuwa limeisha kabisa. Msikilizaji, ni tukio ambalo lilichukua jumla ya masaa kama 4 hivi mpaka 5 kutoka pale hospitalini kwenda kwa mganga na hatimaye kurudi. Mama Adia alirudi pale hospitalini na kumkuta bado Adia akiwa amepumzika, amekaa kwenye kitanda akiwa anapiga story pamoja na rafiki yake Bisura. Mama Adia kwa kweli alikuwa na furaha ile isiyo na kifani, akijua kabisa kwamba tatizo lile analimaliza bila shida yoyote. Alikuwa amefurahi kabisa kwamba analimaliza lile tatizo na mwanae mimba ile ya kichawi inaondoka kabisa. Alifurahi pale na kumsalimia Adia na hatimaye akamwambia, Adia mwanangu, tatizo lako hili limeisha. Watu ambao waliokuwa wanakuchezea na malizana nao sasa hivi. Shika dawa hii hapa mwanangu, uitumie.
Hatimaye mganga amesema kwamba kilichopo kitakuwa kimeisha. Hakuna mimba itakayoonekana tena hapo. Basi bwana, mwanadada Adia alichukua dawa ile. Na hatimaye alivyoiona, kutokana na rangi yake ambayo iliyokuwa na rangi kama ya udongo hivi, ilimfanya Adia akumbuke kitu fulani. Adia alichukua ile dawa na kuiweka mdomoni kwa kuionja tu. Na hatimaye akainusa vile vile. Hakukubali kumeza hata tone moja la dawa ile. Alichukua tishu ambayo iliyokuwa pembeni. Hatimaye akatema ile dawa ambayo aliyokuwa ameweka kidogo mdomoni. Akaviringisha vizuri katika tishu na kutupa katika dustbin. Alifunga ile dawa vizuri na kumwambia mama yake, "Mama, hii dawa hii umeambiwa ni dawa gani hii?" "Mwanangu, acha kuuliza maswali mengi. Nimeenda kwa mganga. Mganga ameniambia kabisa kwamba mimba yako wewe ni ya kichawi. Ukinywa hiyo mimba itaisha tu kimeujiza. Utakuwa umeondokana na huo uchawi wa mimba ambao waliokuwekea watu wenye husuda kule mtaani. Yaani, kunywa mwanangu. Acha kabisa kuuliza maswali mengi kuhusu dawa. Dawa ni dawa tu." "Mama, hii ni dawa ya kienyeji mama, ambayo ni ya kutolea mimba. Hii dawa mimi nilifahamu kipindi ambapo rafiki yangu Mwadumi alipokuwa na ujauzito. Ndipo ambapo yeye alipoenda kwa mganga alipewa dawa hii ili anywe. Na hatimaye mimba yake ilitoka. Kama unavyokumbuka mama, kidogo tumzike rafiki yangu yule. Kwa hiyo hii dawa naifahamu. Ni dawa ya kienyeji ya kutolea mimba. Siwezi kuinywa mama yangu." "Wewe Adia, hebu acha kuniambia. Ina maana hii ni ya kutolea mimba?" "Mama, unajua kabisa mimi sijawahi kukudanganya. Sidanganyani na wewe hata kidogo. Hii dawa naifahamu. Nikinywa hii hapa ni dawa ya kutolea mimba. Na sio kwamba eti ni mimba ya kichawi inayeyuka. Umedanganywa mama." "Wewe Adia, kwa hiyo nataka kusema kwamba nimeibiwa pesa zangu hapa mapema yote hii?" "Mama, kama ni kupigwa umepigwa kweli. Hii sio dawa ya kuondoa mimba ya kichawi. Ni dawa ya kutolea mimba." "Mwanangu, sasa lakini si bora tu sasa huyo uitoe? Si bora utoe hiyo mimba sasa ili ubaki salama?" "Mama, nikitoa hii mimba ni hatari, labda tumuulize daktari. Ninaweza nikaitoa alafu likatokea la kutokea nikafa au jambo likawa kubwa na hatimaye Jelani akajua nilichokifanya. Ndoa yetu itakuwa imezimika vile vile ndoa yangu. Kama vile vile Jelani akijua kwamba mimi nina ujauzito, anaweza akaniacha vile vile. Kwa hiyo tutakuwa hatujasaidia kitu. Nifikiri tumuite daktari alafu tumuulize utaratibu wa hii mimba ili iweze kutoka na mimi nibaki salama, lakini nitolewe na daktari. Isiwe kichwa tu mama. Naogopea maisha yangu mama. Au unapenda kunipoteza?" "Mwanangu, hapana. Hapana. Siko tayari kabisa kukupoteza mwanangu. Ngoja tumuite daktari." Pale sasa mama yake Adia alienda na kumuita daktari ambaye aliyekuwa amempima Adia na kugundua kwamba ana ujauzito. Daktari alikuja katika chumba kile cha mapumziko na hatimaye akaanza kusikia maswali ambayo aliyokuwa anaulizwa. "Daktari, hebu niambie sasa. Kwa jinsi ulivyompima mwanangu, hiyo mimba yake si inafaa kutoa ili tuitoe abaki salama?" "Mama, kwa nini mnafikiri kutoa hiyo mimba?" "Daktari, wewe tuambie tu kwamba inafaa kutoa. Mimi ninachokuambia ni kwamba uitoe tu.
tutakupa hela yote ile, lakini uitoe hiyo mimba. Mwanangu hapaswi awe na mimba sasa hivi. Labda mambo yote kwa sababu sio mimi ninayesema, ni vipimo ndivyo vinavyoamua. Nimchukue vipimo, niangalie jinsi ilivyokaa. Alafu baada ya hapo nitawapa majibu ni nini cha kufanya. Basi fanya hivyo. Fanya hivyo daktari. Hii mimba haipaswi endelee kuwepo. Binti, umeridhia kabisa kwamba na wewe hii mimba unataka itolewe? Ndiyo daktari. Basi twende kwenye chumba cha vipimo kwanza, nikakupime, alafu nitarudi na majibu, alafu nitawashauri namna gani ya kutoa hii mimba kwa jinsi ambavyo vipimo vitakavyoonyesha. Daktari kweli, nenda tu na yeye. Nenda. Pale sasa daktari alimchukua Adia na kuondoka naye mpaka katika chumba ambacho ni chumba cha vipimo. Alienda akampima na hatimaye alichukua sample zile na kwenda naye moja kwa moja mpaka maabara. Alimpiga ultrasound na vipimo vingine ambavyo alivyopima ili kuhakikisha kwamba anapata taarifa zote kuhusiana na ujauzito ule. Ilikuwa ni muda mfupi tu wakati anaendelea kupima kule, Mama Adia naye alikuwa akipiga story na Bisura huku katika chumba cha mapumziko. Walikuwa wanapiga story huku Mama Adia akijitapa vizuri kabisa kwamba ni lazima hilo tatizo liishe na lazima mwanae aweze kuolewa. Yaani, ngoja tu. Huyu daktari tutampa hata 300,000 akitaka, tunamtafutia tumpe. Lakini mwanangu hawezi kubaki na hii mimba. Yaani lazima itolewe. Lazima itolewe. Mama, kwa sababu ameenda kupima, ngoja tusikilize, kwa sababu kuna mimba mama zinaleta shida katika kutoa. Kwa hiyo ninachokiomba tu ni kwamba akija vipimo vionyesha kabisa kwamba hiyo mimba inaweza kutoa bila shida. Hilo ndo jambo la kuomba. Hilo ndo jambo la kuomba Bisura. Au wewe upendi rafiki yako aolewe na mtoto wa tajiri hapa nchini? Napenda sana mama. Yaani Mama Adia, ndo maana hata mimi mwenyewe natamani sana na hiyo mimba ifai kutoa haraka iwezekanavyo ili Adia aweze kubaki salama. Napenda nishuhudie ndoa ya rafiki yangu. Basi tuombe Mungu, lakini itafaa. Kwa nini shindikane? Mbona watu wanatoa mimba? Na huyu daktari anavyoonyesha ni mjuzi wa haya mambo, ni professional. Lazima itakuwa inafaa kutoa. Tumpe tu hela huyu, tumwambie tu kwamba tunampa hela. Sawa, au unaonaje? Ndio hivyo. Hata mimi naomba iwe hivyo mama. Maongezi yao ambayo yaliokuwa yanaendelea pale ndani katika chumba cha mapumziko kati ya Bisura na mama yake Adia yalikatishwa baada ya kumuona daktari akiwa anatoka kwenye chumba cha vipimo akiwa ameongozana na Adia wakiwa wanaelekea katika chumba kile cha mapumziko. Daktari pamoja na Adia waliingia katika chumba kile ambacho ni cha mapumziko, na hatimaye akakaa na kuambia wote wakae chini ili aweze kuwapa majibu ambayo yanayostahili. Daktari pale alianza kuongea. Mama Adia na Adia, nafikiri dakika chache zilizopita tulikuwa tumemaliza hapa kwa kukubaliana kwamba niende nikafanye vipimo ili niweze kugundua kwamba mimba hii inaweza kutolewa kwa taratibu gani. Ni kweli majibu ya vipimo yametoka na kila kitu kimekaa sawa kabisa. Pale sasa alipoongea vile, Mama Adia alitazamana na Adia akatupia jicho kwa Bisura, wakiwa wanapeana tabasamu kubwa sana, wakijua kwamba mambo yao yametiki vizuri na mimba ile inatolewa.
Daktari akiwa ameshika kalamu yake huku akiwa ameweka mkono wake kwenye meza ndogo ambayo iliyokuwa pale ndani, aliendelea kuongea. Majibu ya vipimo yameonyesha vizuri kabisa kila kitu kuhusiana na mimba hii. Mimba hii imekaa vizuri kabisa na hakuna tishio lolote katika mimba hii. Lakini jambo ambalo nililoliona ni kwamba kutokana na malengo yenu ambayo mliokuwa mnayataka, hayatafanikiwa kwa sababu mimba hii imekaa vizuri, lakini mfumo ambao ukitaka kuitoa ni lazima binti aweze kupoteza maisha. Na kama hatapoteza maisha, basi atapoteza uwezo wa kupata watoto katika maisha yake yote. Msikilizaji, pale sasa daktari aliweka nukta na kuendelea kuangalia nyuso za kina mama Adia, jinsi ambavyo zilivyokuwa zimebadilika. Mama Adia alikuwa amekunja sura, akiwa ameonyesha hali ya kukata tamaa na kuumizwa sana na majibu yale ya daktari. Alianza kufikiri kama daktari naye anamzunguka hivi, kama daktari anaonyesha hali ya yeye kama na yeye hataki mwanae aolewe vile. Baada ya daktari kuona nyuso zao jinsi zilivyokuwa, aliendelea kuongea akiwaambia, na sasa mama, niwaambie tu kwamba nikisha waacha nyinyi mtoke hapa, msije mkathubutu kutoa mimba hiyo kwa njia za kiholela huko kwingine, kwa sababu madhara yake ni makubwa. Ikitokea binti yako akawa hai, basi ujue hataweza kupata mtoto siku zote za maisha yake. Lakini kama sio hilo, binti yako atapoteza maisha kabisa na hutamuona tena. Najua hayo majibu ni machungu sana, lakini ndio majibu ya kidaktari, ya kitaaluma, na inabidi niwape tu. Mimi nafikiri kufikia hapa sina la ziada. Muendelee kupata pumziko, niendelee kushughulika na wagonjwa wengine, alafu kama kuna lolote lile mimi mtaniita, na kama hakuna basi nitakuja kuwaruhusu ili muweze kuondoka. Bye bye. Daktari pale alisimama na kuwatazama kidogo kwa sekunde kadhaa kama walikuwa na jambo la kusema. Hawakuwa na jambo la kusema zaidi ya kutazamana tu. Daktari yule aliwapa kisogo na kutoka pale ndani ya mlango ule akaenda moja kwa moja kuendelea na majukumu yake mengine. Pale ndani sasa wakiwa watu watatu, mama Adia pamoja na Bisura rafiki ambaye ni rafiki yake na Adia, walibaki wakiwa wametazamana na kuanza kulaumiana. Adia mwanangu, hivi kwa nini umefanya hivi? Hivi ni kwamba kweli una ujauzito kweli kabisa? Adia, imekuwaje lakini umefanya hivi? Mama, hata mimi sikupenda sana iwe hivi mama, lakini hali ya maisha ndio ambayo ilionifanya mimi niwe hivi. Mama, hali yetu pale nyumbani ni ngumu, kwa hiyo ilinifanya mimi niishi maisha tofauti na maisha ya kawaida, na ndio sababu ambayo iliyofanya mimi nipate ujauzito mama. Wewe, maisha gani? Maisha gani hayo ambayo uliyaishi mpaka upata ujauzito unakuja kupoteza bahati ya kuolewa na mtoto wa tajiri? Hivi unafikiri kwamba Gerald akigundua kwamba wewe una ujauzito atahangaika na wewe? Hii ndoa pamoja na kwamba imeandaliwa kwa muda mrefu kwa gharama kubwa, lakini hii ndoa itakufa. Itakuwa ndo imekwisha hapa. Adia mwanangu, mbona umeniaibisha hivi jamani? Mimi nitaweka wapi uso wangu jamani? Mama, hebu tumsikilize kwanza aongee. Hebu mama, punguza jazba, tumsikilize kwanza Adia aongee, alafu tutajua ni nini cha kufanya. Mimi nafikiri kila tatizo lina njia yake ya kulitatua. Maneno hayo aliyaongea Bisura, ambaye ni rafiki wa karibu kabisa wa Adia. Jambo lililomfanya sasa mama yake Adia
avute pumzi huku akiwa ameweka mkono wake katika kichwa chake. Akiwa amegemeza kichwa chake katika mkono wake, kuonyesha kwamba ana hali ya mawazo sana. Alitulia kwa sekunde kadhaa hivi huku akimgeukia Adia na kumtaka aeleze hayo maisha. Adia, ili mimi niweze kujua ni jambo gani ambalo napaswa kulifanya. Tena tayari hapa nimeshapoteza pesa. Na dawa ndio hiyo, kumbe hata ungekunywa hiyo dawa kama ni ya kutoa mimba, ungekufa mwanangu, ningekukosa. Na unajua wewe ndo binti yangu pekee. Ni kitu gani hicho ambacho kimekufanya wewe kupata ujauzito kabla ya ndoa, kitu ambacho unajua kabisa mpenzi wako hawezi akakubali kabisa? Shida nini? Nini mwanangu? Mama, kiukweli naomba unisamehe sana mwanao. Nimekukosea sana mama yangu. Nimekukosea wewe na nimeikosea nafsi yangu. Nimemkosea hata rafiki yangu Bisura, kwa sababu najua wote mlipenda kwamba mambo yangu yaweze kwenda vizuri. Mlitamani sana ndoa yangu hiyo muione na muone mafanikio yangu. Lakini mama, maisha yetu pale nyumbani ndio ambayo yaliyosababisha mimi niishi maisha haya. Pale nyumbani mama, hali yetu ni ngumu. Kazi yako wewe ile ya kuchoma mihogo katika jiko la kuni ili kufanya kwamba wewe upate maradhi ya kifua. Imekufanya pia pressure yako iwe inapanda mara kwa mara na kushuka sana isivyo kawaida mama. Hali ile ilikufanya kipindi kile ukawa umelazwa hospitalini kwa muda mrefu. Alafu kwa bahati mbaya kipindi kile pesa zilitumika zote, kiasi kwamba tulikosa namna kabisa ya kulipa ili uweze kutibiwa na kuwa hai mama yangu. Mama, naogopa kusema. Hebu sema mwanangu. Sema tu nikusikie, hata kama inauma, sema tu nijue. Sema wewe nijue unachotaka kusema. Mama, kipindi ulichokuwa umelazwa hospitalini pesa zikaisha, ukawa kuna namna madaktari hawataki kukuhudumia tena kwa sababu ya pesa. Mama, mimi nilishindwa kuvumilia kwa kweli. Nilikwenda kufanya biashara ya kuuza mwili ili niweze kupata pesa ya kukutibu mama yangu. Wewe, kuuza mwili? Yaani uliuza mwili wewe? Ndio mama. Miezi yote mitatu ile nilikuwa nafanya biashara ya kuuza mwili, na ndio nilikuwa nakuacha na rafiki yangu Bisura humo aendelee kukuangalia. Kila nilipokuwa narudi nilikuwa narudi na pesa na kuwapatia madaktari, ndipo walipokuwa wanaendelea kukutibu mama. Lakini mimi baada ya pale mama, mwanangu jamani Adia. Kwa hiyo wewe ulikuwa unafanya biashara ya kuuza mwili bila mimi kujua? Kwa hiyo ulipokuwa unaondoka unaenda, unaniambia kwamba unaenda kwenye kazi, mimi nakuombea upate mibaraka. Kumbe ulikuwa unaenda kufanya biashara ya kuuza mwili mwanangu. Si ulisema kwamba kuna kazi yako ambayo unaenda kuiuza kwenye hoteli? Si ulisema kwamba umepata kazi kwenye mgahawa ambao uko kwenye hoteli kubwa na unafanya kazi usiku na mchana? Na ukaniambia kwamba kuna baa pale ndio unafanya kazi. Mama, ni kweli nilikuwa nikienda kule, lakini ile kazi ya mgahawa sio kazi ambayo ilikuwa inanipa hela mama.
Mimi pale nilikuwa nakaa tu kwa ajili ya kusubiri wanaume. Walikuwa wakinununua, wakinipa pesa nyingi ambazo nilizokuwa najua zinaweza kukusaidia mama yangu uweze kutibiwa. Mama. Hebu acha kulia. Acha kulia hapa sasa hivi. Acha kulia. Nataka sasa hivi uniambie. Tuachane na hayo yote. Haya, kama ulifanya hiyo biashara, hiyo mimba ni ya nani? Baba wa hii mimba ni nani? Mama, naomba nikwambie tu ukweli. Hii mimba simjui mtu ambaye aliyenipa mimba, simjui. Kwa sababu mimi nimelala na watu wengi. Na hata siku ya mwisho nililala na wanaume wengi pale. Sasa nililala na wanaume wasiopungua 4. Na walinipa hela nzuri. Sasa sijui kabisa kwamba kati ya hawa 4 ni nani ambaye alinipa mimba. Sijui. Na siwajui kwa kweli, lakini sura zao nazifahamu. Lakini sijui wanakaa wapi, sijui. Yani sijui chochote kuhusu wao. Lakini sura zao kama ningeziona ningezigundua mama. Lakini sasa utawapata watu, yani hapa mjini utawapata watu wapi? Kwa hiyo sijui mama kwa kweli. Adia. Nimechoka. Nimechoka kabisa, sijui nifanyeje jamani. Bisura, wewe unafikiri mimi hapa nitafanyaje? Mama, jambo hili kama nikutokea lishatokea. Kitu cha msingi hapa mimi ninachokiona, kwa sababu hata mimi nilikuwa sijui kabisa kama Adia ana hizo tabia za kuuza mwili. Kwa hiyo kumbe ulivyotoka hospitali juzi kati, kipindi anaenda yeye huko, kumbe alikuwa anaenda kuuza mwili, ndo amesema. Mimi nilikuwa sijui. Sasa mama, mimi kitu ninachokiona hapa, kwa sababu mimba hii ya Adia inaonyesha imetulia, haina usumbufu. Hiyo mimba ni kuomba Mungu tu kabla ya ndoa Jelan asija akahitaji kupima. Kwa sababu mimba hii imetulia, haina usumbufu. Hii mimba inabidi asingiziwe huyo Jelan. Bisura, unajua umeongea kitu cha maana sana. Umeongea kitu cha maana. Wazo lako linafanya kazi hilo. Hakuna namna. Lazima Jelani hii mimba ipewe iwe ya kwake. Adia, hongera sana kwa kupata rafiki kama huyu. Ana mawazo mazuri sana. Tunachopaswa kukifanya ni kufoji tuwe na vyeti vya daktari vinavyoonyesha kwamba wewe kuhusu hivi hapa vya ukimwi vimeonyesha uko salama. Tunataka tupate kipimo ambacho kitakuwa kinaonyesha kwamba wewe hauna ujauzito na uko salama. Na pindi mume wako, mpenzi wako huyu atakapohitaji kwamba mkapime kabla ya ndoa, hapo ndipo sehemu ambapo utamuonyesha vipimo, na yeye akikuonyesha vipimo vyake, hata usihangaike naye, hata asipokuonyesha usimdai vipimo, ili asije akahamasisha kwamba mkapime wote. La msingi tupate cheti kinachoonyesha kwamba wewe hauna mimba. Subiri hapa, ngoja tumuite daktari huyu ndo ambaye atatufanyia. Msikilizaji, pale sasa walikuwa wamekubaliana kwamba waweze kumdanganya Jelan kwamba ile mimba ni ya kwake. Hapo ndipo sasa mama yake Adia alipotoka pale na kumfuata daktari. Alimfuata daktari na kuja naye mpaka pale katika chumba kile ambapo Adia alikuwa amepumzika. Alimueleza scenario yote daktari, na hivyo akamwambia anaomba apate cheti ambacho kinaonyesha kwamba Adia hana ujauzito. Na kuhusu afya yuko salama kabisa. Na sasa kuhusu afya, kwa sababu kweli Adia alikuwa hana virusi vya ukimwi, alikuwa hana magonjwa yote ya zinaa, yalikuwa ni kazi rahisi, ilijazwa tu vizuri kama ambavyo vipimo vilivyoonyesha. Hapo katika ujauzito ndipo mahali ambapo sasa
alipojazua kwamba hana ujauzito. Lakini hapo ilibidi sasa daktari yule aweze kupozwa kwa shilingi 300,000. Na hapo baada ya hapo waliruhusiwa sasa watoke pale hospitalini. Msikilizaji, habari ya ndoa ilikuwa nayo imepamba moto kweli kweli. Maandalizi yalikuwa yamefani sana. Kijana ambaye ni mtoto wa bilionea wa hapa nchini alikuwa na moyo sana kwa ajili ya kufanya harusi yake nzuri kabisa na mwanadada huyu Adia ambaye alikuwa ni mrembo kweli kweli. Kijana huyu Jelan alikuwa yeye ni msomi mzuri, lakini vile vile ni mfanyabiashara. Alikuwa akisimamia kampuni za baba yake ambaye baba yake alikuwa na kampuni nyingi hapa nchini. Alikuwa na kampuni za kuuza vipuli vya magari, alikuwa na kampuni za ujenzi hapa nchini, na kampuni ambazo zilikuwa zinaendesha mambo mengi sana, biashara mbalimbali hapa nchini. Kutokana na umri wa baba yake, yani mzee Aikaeli, basi Jelani kipindi hiki ndicho yeye ambaye alikuwa anasimamia biashara zote hizi za baba yake. Baba yake alikuwa amebaki kuwa mshauri mkubwa tu, lakini Jelan ndiye ambaye aliyekuwa anamiliki kila kitu kusimamia. Ndoa ile iliandaliwa na siku zilikuwa zimekaribia sana. Na kwa wakati huo Jelan alikuwa yuko nje ya nchi. Alienda kukagua na kusimamia kuangalia mwenendo wa kampuni zao ambazo kampuni zingine ziko Nigeria na kampuni zingine ziko South Africa. Alikuwa anarejea siku 2 baadaye. Hapo ndipo alipokuwa anakuja kwa ajili sasa ya maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya ndoa yao yeye na mwanadada Adia. Wakati waliporudi nyumbani, sasa mwanadada Adia pamoja na mama yake wakiwa wako pale nyumbani kwao, Uswahilini pazuri kabisa, lakini alikuwa amepumzika ndani siku ya kwanza na ya pili. Siku hiyo ya pili ambayo sasa ndio siku ambayo aliyokuwa anasubiria kumpokea mpenzi wake ambaye aliyekuwa anatoka nje ya nchi. Mwanadada yule akiwa fikra zake zinawaza mara mbili kwamba itakuwaje sasa kuhusu ujauzito. Swala langu kubwa hapa, ninawaza tu kwamba asijakahitaji tuende kupima. Jelani asijakataka tupime. Na kama akitaka kupima, nikimshawishi na vyeti hivi vya daktari akubali ili tusiende kupima. Lakini pia vile vile mimi nimemisi sana kwa kweli. Natamani atoke hata sasa hivi. Msikilizaji, ilikuwa ni asubuhi hiyo ambayo jioni yake alikuwa anategemewa kurudi nchini Jelan. Mama yake Adia alikuwa yuko nje akiwa anafanya usafi katika eneo la nje pale. Na wakati huo Adia akiwa yuko ndani amejipumzisha kwenye kitanda akiendelea kufikiri mambo mbalimbali kuhusu ndoa yao. Mama Adia wakati anaendelea kufagia akawa amesogea kabisa karibu na barabara. Alikuta kijana mmoja ambaye aliyekuwa machachari sana akiwa anafanya mazoezi. Kijana yule alikuwa ameweka earphone masikioni, akiwa amevaa pensi yake, akiwa amevaa vesti yake, akiwa anaonyesha kwamba anasikiliza mziki ili uweze kumpa monkari ya mazoezi. Kijana yule bwana alikuwa ni mrefu mweusi, kijana ambaye alionyesha ukakamavu sana kutokana na mazoezi. Alikuwa amekimbia na hatimaye akafika pale sasa na kusimama pale ambapo alipomkuta mama yake Adia. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, habari? Salama mama. Samahani mama, ninaweza kuonana na Adia? Adia? Mama, nina shida na Adia. Wewe ni nani kwanza unamhitaji Adia? Mama, mimi ni rafiki yake wa karibu sana Adia, na ninahitaji kuonana naye. Kuna jambo gani ambalo unataka kuongea na mwanangu? Mama, jambo ambalo ninalotaka kuongea na Adia ni jambo zuri sana na ni jambo muhimu sana katika maisha yangu na katika maisha yake. Kwa hiyo ninahitaji nionane naye. Hebu nisikilize. Mwanangu yuko kwenye kipindi maalum. Yuko ndani kwa ajili ya kipindi maalum. Naomba hilo jambo ambalo unalotaka kuongea naye uniambie mimi nimfikishie.
Mama, nafikiri hujajua unaongea na nani. Ndio maana unaniambia hivyo. Light, kama ungelijua kwamba mimi ni nani, labda usingeongea hivyo mama. Ninaomba nikaonane na Adia. Nina jambo la muhimu sana la kuongea na yeye. Nafikiri mama umeniruhusu. Naomba usipite hapa. Naomba usipite, nitapiga hewe sasa hivi hapa. Naomba usimame hapo hapo. Hamna kwenda ukaingia ndani kwangu. Adia yupo, lakini nimekwambia uniambie hilo jambo. Hilo ni jambo gani ambalo wewe huwezi kuniambia? Unataka kuongea na mwanangu? Nimekwambia yuko kwenye kipindi maalum. Na usiniulize ni kipindi gani. Naomba umwache mwanangu. Siwezi kukutanisha. Wewe ni mwanaume, huwezi kukutana na binti yangu. Mama, ninajua kabisa kwamba Adia yuko kwenye kipindi ambacho anasubiri kufunga ndoa. Lakini hili jambo ninalomwambia ni muhimu zaidi. Adia ana ujauzito wangu. Na ndio maana nimekuja, nataka niongee naye ili aendelee na ratiba zake, lakini ajue kabisa kwamba ninafahamu vizuri kwamba ana ujauzito wangu. Wewe mchawi, umetumwa nini? Mwanangu hana ujauzito. Tena naomba ukome, uishie hapo hapo. Kumbe umekuja kuleta uchawi asubuhi. Mwanangu ana ujauzito. Naomba uondoke hapa. Kumbe ndio upumbavu ambao uliokuja kusema hapa. Kijana na kuheshimu, naomba uondoke hapa. Naomba uondoke hapa, usinilete. Mama. Unajua kuna mambo ambayo mnajaribu kuyaficha, lakini hayafichiki. Hebu naomba muelewe mama. Nataka nilizungumze tena kwa mara nyingine. Huo ujauzito ambao mnaotaka kuficha na kumpa mwanaume mwingine, ili kwamba mumwambie kwamba hiyo mimba ni ya huyo mwanaume mwingine. Hiyo mimba ni ya kwangu mama. Nakuomba sana nikaongee na Adia. Sitamharibia swala lake la ndoa, lakini nataka nimpe maelekezo maalum kuhusu mimba ambayo ni ya kwangu. Mpaka hapo nafikiri umenielewa. Naomba tuweze kukutana. Naomba niruhusu nionane na Adia. Wewe kijana. Yaani wewe. Hebu unanifanya naanza yaani nashikwa mpaka na kikohozi. Hebu fanya hivi. Subiri hapa. Kaa hapa nje. Naomba niingie ndani nikaongea na mwanangu kwanza. Alafu yeye ndio ambaye atatoa ruhusa kwamba uongee naye au vipi. Naona unaniletea mambo ya kiza, tusikuelewi hata kidogo. Ngoja niende nikaongee naye. Haya mama, nenda. Mimi niko namsubiri hapa. Lakini naomba akikubali tu uniruhusu niingie niongee naye, kwa sababu nahitaji niongee naye ndani huko. Haya mambo sio ya kuongelea hapa nje. Haya wewe nisubiri hapo. Haya mambo mengine haya. Yaani vijana wengine bwana. Leta tu mikosi asubuhi hapa. Sasa nani ambaye amemwambia kwamba mwanangu ana mimba? Jamani, haya mambo jamani, si matatizo gani haya? Mama Adia bwana aliongea wakati huo akitembea njia ya kuelekea kule kwenye nyumba yake ili aweze kuingia ndani na kuongea na binti yake Adia, ili kwamba sasa aweze kumweleza kuhusu maongezi ambayo aliyoongea kijana yule. Mama yule aliingia kule ndani. Akaingia moja kwa moja mpaka kwa mwanadada Adia. Alimweleza ambacho kilichotokea na akamweleza mwanaume ambaye anahitaji kuonana naye. Mwanaume yule alikuwa ameendelea kufungulia earphone zake akiwa anaendelea kusikiliza muziki wake masikioni. Adia baada ya kusikia vile aliondoa pazia ambalo lililokuwa kwenye dirisha na kusogeza pazia vizuri ili aweze kuchungulia, aweze kumuona huyo mwanaume. Alitazama kule kuelekea kwenye njia ya kuelekea nyumbani kwao, na hatimaye sasa alimuona mwanaume ambaye alikuwa amemtambua na kugundua kwamba kweli ni mmoja ya wanaume 4 ambao waliolala nao siku ya mwisho. Alimtazama kwa umakini sana. Hatimaye mama yake akamuuliza, "Yule unamfahamu?" Mama, kwa kweli simfahamu vizuri, lakini kwa jinsi ninavyomuona itakuwa ni mmoja ya wanaume ambao kweli nililala nao. Lakini mama, sina hakika kwa kweli kama hii mimba ni ya kwako, kwa sababu mimi siku ya mwisho nililala na wanaume 4. Kwa hivyo siwezi kuwa na uhakika kabisa kwamba hiyo mimba ni yake au la, lakini ninavyomuona yule ni mmoja ya wanaume ambao niliolala nao. Kuhusu mimba sina uhakika. Alafu
Mama, ni nani ambaye amemwambia jambo hili kwamba mimi nina ujauzito? Sijui kabisa mwanangu. Sijui ni nani ambaye amemwambia. Lakini ameniambia kila kitu na ameniambia kwamba hiyo mimba ni ya kwake. Nafikiri muonane ili mjue jinsi ya kulituliza asije akasema kwingine. Kwa sababu akisema itakuwa ni hatari. Ndio itaharibika. Kwa hiyo inabidi yule aje tumwambie atulie, awe mkimya, atulie humu ndani. Tuongee naye vizuri. Hata pesa utachukua kwa mpenzi wako, umhonge tu huyu kijana hawezi kutulia. Ila kweli mama, kwa sababu kama ameshajua, hakuna namna tofauti na kuongea naye tu ili aweze kutulia. Nje hapo mama, kweli mambo yataharibika. Mruhusu aje. Haya. Jiandae kwa maneno mazuri mwanangu. Akija hapa, ongea, usio unakubali haraka mpaka umchekeche vizuri, kwa sababu na wewe mwenyewe hujui. Ngoja nikamruhusu aje. Ngoja nikamruhusu. Haya. Pale sasa Adia aliachia lile pazia na kulirudishia vizuri. Mama yake Adia pale naye alitoka pale ndani na kwenda moja kwa moja kumfuata kijana yule ambaye alimwacha kule karibu na barabara kabisa. Alienda pale na kuanza kumuuliza kwanza, "Haya, kijana wangu. Kwanza kabla sijakuruhusu, japokuwa mwenyewe ameruhusu, hebu niambie. Kwanza wewe jina lako umesema unaitwa nani?" "Mama, mimi jina langu mimi ninaitwa Manyota." "Mimi ni fundi maarufu sana pale mjini. Ukifika tu mjini pale unaweza kunipata. Mimi ni fundi maarufu kabisa. Lakini pia nje ya ufundi wa kutengeneza magari, lakini mimi ni cameraman mzuri. Nafanya photographing za kila aina. Kwa hivyo mimi ni mtu maarufu. Ukiuliza tu fundi Manyota au Manyota X, basi utanipata. Mimi ndio Manyota X." Ni mtu maarufu, ukifika pale unaweza ukanijua kwa haraka sana ukiingia tu pale mjini. Aya. Jo, twende. Mama yake Adia sasa pale alimshika mkono kijana yule. Na kuona kabisa mkono wake ni mkono ambao umekakamaa kweli kweli, kuonyesha ni mkono ambao umezoea kazi ngumu kutokana na kazi yake ile ambayo aliyokuwa anaifanya, lakini vile vile na kupenda mazoezi. Alienda naye mpaka kufikia pale katika mlango na hatimaye mama yake Adia alitangulia kuingia ndani. Akamwambia, "Kijana, karibu ndani." Kijana yule bana alivua raba zake ambazo alizokuwa amezivaa, alizokuwa anakimbia nazo. Hatimaye akaingia ndani. "Chumba hiki hapa." Walipita pale koridoni na kwenda moja kwa moja mpaka kwenye chumba ambapo Adia alipokuwepo. Mama Adia alikuwa wa kwanza kabisa kusukuma ule mlango na kuingia ndani ya chumba cha Adia. Alimwambia kijana yule akaribie. Manyota X sasa aliingia ndani na hatimaye wakarudishia mlango wakakaa pale. Mama yake Adia alikuwa amekaa pale kitandani na Adia akiwa yupo kitandani amepumzika pale. Lakini wakati huo Manyota alikaa pembeni kidogo ya kiti ambacho kilichokuwa pale pembeni ya kitanda. Alikuwa akimtazama kwa umakini sana Adia. "Mambo vipi?" "Poa, niambie." "Safi sana. Nafikiri unanikumbuka vizuri." "Mimi nikukumbuke? Wewe ulikutana mimi wapi?" "Kwa hiyo huwezi kunikumbuki kwa hiyo?" Wewe kaka, hebu sema shida yako bana. Wewe ni nani? Jitambulisha, useme shida yako uondoke hapa." Adia. I say. Kweli bwana, wewe ni mtu wa bahati kama jina lako jinsi lilivyo. Wewe ni zawadi kama jina lako nilivyomaanisha. Wewe ni Adia kweli. Na wewe ni zawadi. Ndio maana umepata hata jeuri ya kuniuliza mimi kwamba nataka nini niseme shida yangu niondoke. Sijawahi kuambiwa na mwanamke yeyote hivi duniani mimi. Anyway, tuachane na hayo. Mito niongea ambalo lililonileta hapa. Mama, unaweza ukatupisha kidogo niongee na Adia? Mama yangu hawezi kuondoka hapa. Ongea mama yangu akiwepo hapa. Mama yangu hakuna kitu ambacho naweza nikamficha. Ongea mama yangu akiwepo hapa.
wewe Adia, au niwaache kidogo muongee, labda kuna mambo ya yenu wanataka aongee mambo ya siri kwanza. Alafu ndipo na mimi sasa ni mtaniita mkinihitaji. Mama hamna kuondoka. Kaa hapa hapa. Huyu mtu mimi kwanza simjui. Unaniachaje na yeye peke yangu, huyu peke yetu hapa? Simfahamu huyo mtu mimi. Adia, utanijua vizuri tu. Na unajua unanifahamu. Unazuga tu. Kwa sababu kama usingenifahamu, usingenibebea mimba ulionayo hapo. Wewe kaka vipi? Nani ana mimba? Mimba yako? Hebu nisikilize bwana. Najua mmefanya mipango kabisa kwamba muweze kurificha hiyo mimba. Unyang'anye hiyo mimba isiyo ya kwangu. Na hiyo mimba mumpe mwanaume mwingine. Sasa naomba nisikilize. Sina shida na ndoa yako mimi. Nina shida na huyo mtoto ambaye aliyeko tumboni. Popote ambapo utakapokwenda, utakapofanya, hakikisha kwamba huyo mtoto ni wa kwangu na unamtunza. Huyo boy ambaye mnataka kumpa hii mimba, aelewa kabisa kwamba hiyo mimba sio yake. Sitaki mumpe boya mwingine. Hii mimba ni ya kwangu. Naomba nikuelekeze hivyo na unielewe hivyo. Hivyo kaka, una kichaa nini wewe? Sina kichaa. Nafikiri mwenye kichaa ni wewe ambaye unataka umkabidhi mtu mwingine mimba ambayo nilikupa mimi. Hivyo kaka, kuna siku tulisha kuongea mimi na wewe kwamba nataka ujauzito wewe unipe mimba. Kuna mali nilipoongea na wewe. Wewe, hebu kaa utulie. Adia, ongea na mwenzako kwa utulivu. Mwenzako amekuja kwa utulivu. Ongea naye vizuri, usiharibu mambo. Ongea naye kwa utulivu. Hamna sababu ya kugombana naye. Hamna sababu ya kugombana naye. Amekuja kwa utulivu. Kwa nini ugombane naye? Mama, mimi mtu ananitia kichefuchefu. Ananitia kichefuchefu mama. Mimi ananiambiaje nina mimba? Adia, wewe hapo ulipo huna mimba wewe. Hiyo mimba ulinipa wewe? Ndio, nilikupa mimi. Kwani unafikiri nimekuja kudai nini hapa nyumbani? Nimekuja kwa ajili ya hiyo mimba. Nilikupa mimi na ndio maana na uhakika kwamba una mimba. Hivi kitu gani ambacho kinakufanya uamini kwamba mimba ambayo ninayo ni wewe uliyenipa? Vyovyote utakavyofikiri. Nisikilize. Mimi nimeoa wanawake 3. Na wote nimeachana nao. Japokuwa mimi ndo kwanza na miaka 32. Na kilichonifanya mimi niachane nao ni kwa sababu ya mtoto yani. Tatizo lilikuwa linakuja kwamba sipati mtoto. Wote wameondoka. Alafu leo hii wewe umepata ujauzito ambao ni wa kwangu, unataka ukwepeshe. Ninataka nikwambie kwamba mimi ninampenda huyo mtoto aliyeko tumboni kuliko unavyofikiri. Nampenda na nakuomba uelewe kwamba huyo mtoto ni wa kwangu. Sitaki kubishana na wewe katika hili. Nimekuuliza hivi, una uhakika kwamba mimba ambayo ninayo, hata kama ninayo, huyo mtoto ni wa kwako? Najua huwezi ukajua kwamba huyo mtoto ni wa nani, kwa sababu ya kazi uliyokuwa unajua unaifanya wewe. Unaelewa kabisa ulikuwa changu doa. Ulikuwa unalala na wanaume kibao. Lakini kama unakumbuka vizuri, mimi ndio mtu wa kwanza kulala na wewe siku ile. Na mimi nina viashiria vyangu ambavyo ninajua kabisa kwamba mimi ndo nilikupa mimba. Mwitikio wako wakati tunafanya mapenzi. Na hebu acha kuongea na mambo yako hapa. Umuoni mama yangu hapa? Ndio maana toka mwanzo nikakwambia anapaswa aondoke kwanza. Msikilizaji, kuona vile sasa mama yake Adia alitoka pale. Aliona sasa mambo ambayo yanaongelewa yamefika mbali. Alitoka pale akakaa sebuleni kwanza. Pale sasa kijana Manyota X aliendelea kuongea na mwanadada Adia. Mpaka mwitikio wako uliokuwa unao muda ule wakati nafanya nawe mapenzi, nilikuwa najua kabisa umepata ujauzito. Na sasa hivi mnataka mbadilishe hiyo mimba mumpe mwingine. Huyo boya mwingine, huyo fala huyo ambaye mnataka kumpa hiyo mimba, atatia ya kwake kama yeye ni mwanaume kweli. Hii mimba ni ya kwangu. Fanya mambo mengine yote. Ndoa yako, mimi sijali wala nini. Siwazi hata kuhusu ndoa yako. Siko tayari kukubania sweet nini. Najua mtu ambaye anataka kukua ni mtu mwenye hela. Lakini linda sana mtoto wangu. Jifungue unipe mwanangu. Mume wako atatia mimba yake na yeye. Nimemaliza. Pale sasa alinyanyuka sasa na kutaka kuondoka. Aliambia,
No, hebu njoo. Manyota, hebu njoo kwanza hapa. Njoo. Unataka usemaje? Hebu naomba unisikilize kwanza. Mimi nimekubali yote uliyoyasema. Lakini naomba unisikilize, unisaidie. Unajua maisha jinsi yalivyo magumu. Mpenzi wangu yule amenipenda na amenielewa na anataka anioe. Hakuna namna ambayo anaweza kukubali kunioa nikiwa na ujauzito. Sasa wewe hii habari umeijua na kuomba kitu kimoja, nisaidie. Kaa kimya. Usiongee kwa mtu yeyote habari hizi. Kaa kimya kabisa. Nisikilize. Mimi sina shida na ndoa yako. Kukaa kimya na kaa kimya. Lakini swali langu ni kwamba utunze mwanangu. Mwanao atatunzwa. Lakini sasa usiniharibie. Baba yake yule atakuwa na hela na mwanao atapata pesa. Yaani atapata pesa muda wote. Atalelewa vizuri, atakuwa na amani, atakuwa tajiri tena akiwa tu mtoto. Kwa hivyo wewe ungetulia tu ili mtoto usimnyime neema. Aendelee kukaa huku. Mimi nikiolewa anakaa na mwanaume ambaye ana hela. Hebu nisikilize wewe. Acha kuongea mambo ya kifala hapa. Unajua wewe changu, wewe bado akili zako zinawaza uchangu doa tu. Mambo nisikilize hebu. Huyo mtoto huyo. Usinieleze habari ya fedha. Habari ya fedha inakufaa wewe. Mimi najua kuzitafuta pesa na kuzipata. Mimi sio boy hapa mjini. Ninajua namna ya kutafuta pesa na kuzipata. Mwanangu anaweza kula na kuishi maisha mazuri tu. Hamna ulazima hata kuwa na huo utajiri ambao huyo bwana wako anao. Kinachohitajika ni mwanangu. Mimi naweza kumpeleka shule, naweza kumpeleka kwenye biashara, anaweza kupata maisha yake, sio maisha ya kudandia kupitia baba ya mwingine. Kwa hivyo ninachokueleza ni kwamba wewe zaa mtoto unipe. Habari ya ndoa yako mimi nitanyamaza kimya, utafunga ndoa yako na maisha yataenda vizuri, tumtajua wenyewe huko. Ambao nielewe hivyo. Basi wewe kaka, naomba hebu nisikilize. Wewe unataka shilingi ngapi ili unyamaze huyu mtoto uachane naye, usimzoezoe? Wewe unataka nikuuzie mtoto? Ndio, mimi niko tayari. Una pesa ya kunipa wewe? Ndio, mimi nitajua nafanyaje, nitachukua huko kwa baba kwa mpenzi wangu. Nitachukua hiyo pesa kwa sababu wewe na mimi hatukuongea kwamba wewe mimi nikubebee mimba. Tuliongea, tulifanya biashara, tukapeana starehe ukaondoka. Siko tayari mimi kuharibu ndoa yangu kwa sababu yako. Wewe hebu naomba unisikilize. Hivi ushasikia mimi nikiongea na wewe kuhusu habari ya kuharibu ndoa yako? Sicho kitu ninachozungumza. Hebu ingia kwenye mada ya msingi. Mada inahusu mtoto. Habari ya ndoa yako nimekwambia siko tayari kuizungumzia chochote na sina shida nayo. Nazungumza habari ya mtoto. Hebu rudi kwenye mada ya msingi. Ongea, unataka tufanyaje kuhusu mtoto? Naomba unisikilize, unisaidie. Ongea na kusikia. Naomba nikupe pesa uache kumfuata huyo mtoto kabisa. Unataka unipe shilingi ngapi? Mimi niko tayari kukupa milioni 20 ili huyo mtoto usahau kabisa kwamba una huyo mtoto. Aisee, kweli aisee, wewe huna akili sawa aisee. Hebu naomba unisamehe kwa sababu sasa hivi wewe ni mzazi mwenzangu. Lakini kukuambia kwamba huna akili itabidi tu nimekwambie, nisamehe tu. Hivi kweli wewe unavyoangalia kweli naweza kuuza mwanangu kwa shilingi milioni 20? Hiyo hela yako labda uizidishe mara 100 labda. Au mara 100 na ndipo naweza nikanyamaza kimya nikakuacha na huyu mtoto kwa sababu najua anabaki salama. Tunazungumza habari ya kuuza mtoto, sio kuuza mayai hapa. Tunazungumza habari ya kuuza mtoto, sio gari. Mtoto kitu kingine, damu yangu hii. Yaani mimi nikuachia damu yangu kwa shilingi milioni 20? Kwa hiyo ulikuwa unataka shilingi ngapi? Nimekwambia hiyo hela yako izidishe mara 100. Naweza nikakuachia. Nikanyamaza kimya. Tena nitakupa masharti kwamba mwanangu awe salama kila wakati. Yaani mara 100. Mara 100 iwe milioni 200. Mimi hela sina kwa kweli. Sababu hiyo hela hata nikitaka kumuuliza tu, kumuomba hata mpenzi wangu, lazima tu itabidi ahoji ni ya nini. Hata nikitaka kufanya mambo ili mradi ipatikane, lazima aulize. Hapo ndo utajua mwenyewe sasa. Hapo ndipo ambapo utakapojua mwenyewe sasa kwamba unafanyaje. Ndio ujue thamani ya huyo mtoto ambaye aliyoko tumboni.
Na wewe ulikuwa unataka umpe mtu mwingine kirahisi tu. Mimi nimemaliza. Sasa fikiri, ukimaliza utanitafuta. Nimekwambia mahali ninapopatikana, mjini kati pale, uliza mimi ni Manyota X. Ni maarufu. Ninapiga picha, ninatengenezea watu video, ninatengenezea watu kila kitu, alafu mimi pia ni fundi wa magari na karakana yangu pale. Na watu wote wanajua kwa Manyota X ni wapi. Ukiuliza mimi ni mtu mwepesi sana kumpata ukiingia tu mjini. Ukinihitaji, njoo na mimi. Nieleze kuhusu hiyo hela niliyokuambia. Sihitaji kitu kingine tofauti na hicho. Bye bye. Pale sasa Manyota X alinyanyuka. Alitoka pale na hatimaye alimkuta mama yake Adia pale sebleni. Mama, nashukuru kwa ushirikiano. Mimi ninatoka. Baba, mmeelewana? Tumeelewana na mimi ndo naondoka mama, baadaye. Kijana pale sasa Manyota alikuwa anatoka mlangoni akiwa anaonyesha kabisa ule umahiri wake wa kutoka kwa kasi vizuri kama mwili ambao una mazoezi. Alitoka pale na kuanza kushuka ngazi ya kwanza ili hatimaye akavae viatu vyake. Ile anatoka tu hivi mama yake Adia alimuita kwangu, "Mwanangu, kijana, hebu njoo. Njoo kwanza, njoo. Umemalizana naye hujaongea na mimi?" Mama, sidhani kama nina jambo la kuongea na wewe. Nimemalizana na mke wangu ambaye ana mtoto wangu tumboni. Hebu sikiliza basi baba, njoo kwanza tuongee. Njoo ukae hapa. Pale sasa Manyota X alishindwa kuondoka. Ilibidi aingie ndani na akaonyeshwa mahali ya kukaa, akakaa pale kwenye sofa ambayo ilikuwa pale sebleni. Na hatimaye wakawa sasa wanatazamana na mama yake Adia. Mwanangu, vyovyote ambavyo mlivyozungumza, nafikiri mmeafikiana na mmeelewana kwamba mwanangu ana ndoa ambayo anapaswa ifunge. Hebu naomba basi uitunze hiyo siri kwamba huyu ana mimba, ili usije kumharibia. Au wewe unajua kabisa kwamba mtu mpaka kupata mtu wa kumwani kazi ngumu. Naomba basi umtunzie siri yake. Mama, ya mambo yote tumeshaongea na nimeongea kabisa kwamba sina shida na ndoa yake. Mimi nina shida na mtoto ambaye aliye tumboni ni wa kwangu. Naomba mumtunze na nimeongea naye kila kitu. Mahali ninapopatikana na jina langu mimi ni Manyota X. Ninafahamika hapo mjini. Ukiongea kuhusu makarakana, ukiongea kuhusu kupiga picha na kutengeneza video, mimi ninafahamika. Kila kitu kinafahamika pale. Manyota X sio mtu wa kuhangaika kumtafuta. Iwe redioni au wapi, mimi nafahamika. Mimi ninaondoka mama. Hayo mambo tumeongea na hautasikia habari ya ndoa yake. Sitaiharibu kwa namna yoyote ile. Sina shida na ndoa yake. Naomba niondoke mama. Basi asante kijana. Asante sana kijana wangu. Mungu akubariki sana kama umekubali kuitunza hiyo siri. Asante sana kijana wangu. Haya. Bye basi. Haya mama. Manyota X pale sasa alinyanyuka na kwa haraka alitoka kwenye mlango ule. Akaenda akaanza kuvaa viatu vyake, raba ambazo zilikuwa ni simple ziko pale nje za kufanyia mazoezi. Alizivaa kwa haraka pale na hatimaye kuondoka. Aliwapa kisogo kina mama Adia na hatimaye yeye akawa anaongoza kwa kasi sasa kuondoka. Alitoka akafika barabarani na hapo sasa alianza kukimbia mchaka kuendelea na mazoezi yake. Na hakuna aliyejua kwamba sasa ameelekea wapi kwa muda huo. Msikilizaji, wakati huo sasa walikuwa wamebaki sasa pale ndani mama Adia pamoja na mwanae Adia wakiwa wanawaza ni nini la kufanya. Msikilizaji, kijana yule alipoenda yeye kule barabarani, alienda akavuka barabara upande wa pili. Na hatimaye kuna rafiki yake ambaye aliyekuwa amekuja naye. Oya, vipi mwanangu? Oya, safi mwanangu. Vipi? Poa bwana. Mwanangu, Sebo, unasikia mwanangu? Uko bwana, nimetoka bwana, uko mambo fresh tu mwanangu. Vipi? Yule vipi demu mwenyewe? Demu mwenyewe kaelewa? Au vipi? Mwanangu, ndio hivyo mwanangu, unasikia Sebo? Eti mwanangu anasema, yule demu anasema kwamba eti alikuwa anataka eti ni mwachie mtoto, sijui nini. Eti ananiambia anipe milioni 20 ili kwamba eti yule mtoto nisimfuatilie na iwe siri tu, ili aweze kumpa yule mtoto yule huyo mpenzi wako. Mpenzi wake huyo mwingine huyo. Wewe mwanangu, hiyo sasa umesemaje? Ndio hivyo mwanangu, mimi nimekaza. Nimemwambia anipe milioni 200.
Oya, hapo hapo mwanangu. Manyota, kweli wewe umezaliwa kutafuta hela mwanangu. Wewe umezaliwa kutafuta hela kweli wewe mtoto wa mjini mwanangu. Milioni 200 hapo hapo kaza. Wewe bwana. Mzee Aikaeli. Mtoto wake sasa eti wewe. Mtoto wake wewe ni mtu wa kununua mtoto kwa bei ndogo hivi. Eti milioni 20 umekaza hivyo hivyo, na lazima yule demu atafanya vyovyote kwa sababu jela ni ana hela huyo mpenzi wake, lakini pia baba yake Aikaeli si ana hela. Lazima hiyo hela itapatikana, na akifanya vipi wewe kaza hivyo hivyo. Kweli mwanangu wewe kweli una nyota ya Kichaga mwanangu. Wewe siamini kama umezaliwa mjini hapa mwanangu na kukulia hapa. Oya. Kwani mwanangu hujui kama kabisa babu yangu mimi wa Kilimanjaro huko, mimi Mchaga pia mwanangu. Baba ndo alikuja huko kwenye kutafuta ndo akapata nini akakaa huko, lakini kama kawaida Disemba lazima nyumbani tuende mwanangu. Kilimanjaro hiyo lazima mwanangu. Hiyo kawaida. Kumbe mwanangu wewe mwenyewe mwanangu, kumbe ndo maana mwanangu umejaa, umetaja hela kubwa kichizi kudadeki, kumbe mwenyewe mtu mwanangu. Kumbe mwenyewe una damu ya Kichaga mwanangu. Sebo mwanangu wewe ulikuwa hujui? Ndo kama hivyo mwanangu. Mimi nimemkazia demu asilete uboya mwanangu. Oya, tupande bajaji ile pale mwanangu tuondoke zetu. Tupande ile turudi zetu, mimi sasa hivi hata mazoezi sina mudi nayo kabisa. Demu ashanchanganya, demu kuna deki changu anataka nilete za kuleta. Tupande bajaji ile pale tuondoke zetu. Msikilizaji, pale sasa ilikuwa inakuja bajaji na hatimaye ilisimama pale. Sebo ambaye ni rafiki yake na Manyota X walipanda wote kwenye ile bajaji. Walikuwa sasa wamekaa, mmoja alikaa pale mbele ya dereva pale, na Manyota yeye sasa akawa amekaa huku kwa nyuma ambapo abiria wanapokaa kawaida. Bajaji ile ilienda kwa kasi, lakini kuna mahali ambapo ilipofika ile bajaji, wakati inataka kuvuka kivuko pale, kivuko cha kawaida hiki ambapo kulikuwa na mataa pale, bana dereva alienda ndivyo sivyo na ile bajaji iligongwa kwa nyuma. Hatimaye ilipinduka pale pale. Kelele zilipigwa pale. Watu walilia pale kwa sababu walimuona kabisa kwamba Sebo alikuwa amefariki pale pale. Rafiki yake Manyota X alifariki pale pale kwa sababu alipasuka kichwani kutokana na kwamba ilipogongwa kwa nyuma yeye alirushwa akatoka nje, alafu akajigonga mbele kule kwenye gari nyingine ambayo ilikuwa inakuja mbele. Kwa hivyo yeye kichwa chake kikawa kimepasuka pale pale. Sebo alipoteza maisha pale pale. Sasa kwa sababu ile bajaji ilikuwa imegongwa kwa nyuma, hata Manyota X naye alikuwa ameumia, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa amethibitisha kwamba amekufa, ila tu mwili wake ulikuwa umejawa na damu, ulikuwa unavuja damu maeneo mbalimbali. Watu walikuja pale wakamsaidia Manyota X na abiria wengine ambao waliokuwa pale, wakawapakiza kwenye gari na haraka sana waliwahisha hospitalini. Kule hospitalini sasa taarifa zile zilikuwa zimeshafika, na mama yake Adia alikuwa amepata taarifa zile kwamba tayari Manyota X amepata ajali. Alienda kule hospitalini sasa. Pale sasa kulikuwa na wazazi wa Manyota X na watu wengine pale, marafiki zake, wakiwa wanaendelea kuangalia jinsi ambavyo wanavyohangaika kutibiwa mle. Alikuwa wakati huo amekuwa kwenye chumba cha ICU, sehemu ya uangalizi maalum watu ambao wako mahututi. Huku nje sasa walikuwa wakipiga story sasa. Adia alikuwa yupo, mama yake Adia alikuwa yuko pale, ndugu upande wa Manyota X walikuwa wako pale. Sasa story za hapa na pale zilikuwa zinapigwa. Mama yake Adia alitaka sana kuweza kufahamu kinachoendelea kuhusiana na Manyota. Muda ulienda na ilipofika mida ya saa 8 mchana, daktari alitoka pale akaanza kuambia watu ambao waliokuwa wanasikiliza taarifa ama kusubiri kumjulia hali Manyota X. Daktari yule alitoka pale na kuwaita watu baadhi, alikuwepo mama Adia vile vile. Poleni na majukumu jamani. Asante sana. Asante basi watu pale. Watu pale wakawa wameitikia. Walikuwepo watu kama wangapi hivi ambao waliokuwa wanasikiliza pale, lakini watu ambao walikuwa wana shauku ya kutaka kujua kinachoendelea zaidi ni mama yake Manyota X pamoja na mama yake
Adia pamoja na watu wengine walikuwa na nia sana ya kutaka kujua kinachoendelea, kwamba ametibiwa, amefikia wapi. Mama yake Rajabu, poleni sana. Kwa kweli Rajabu almaarufu kama Manyota X, tumepambana sana sisi kama madaktari ili kuhakikisha kwamba anakuwa salama. Na juhudi zetu kwa kweli zimefika mwisho, lakini haikuwa riski na Manyota X ameaga dunia. Msikilizaji, pale ilikuwa ni kilio kwa watu wengi, marafiki wote wa Manyota X, kutokana na kwamba alikuwa na jina kubwa. Marafiki zake waliokuwepo pale wengi walilia, wa kike kwa wa kiume. Wanawake pale walianza kuzimia pale. Mama yake Adia alianza na yeye kulia akiwa anaumia sana. Mama yake Manyota alilia sana mpaka kupoteza fahamu. Ilikuwa ni maombolezo makubwa sana na kilio kikubwa sana kwa kweli kwa Manyota. Familia yake Manyota X ilikuwa na kilio sana. Lakini upande wa mama yake Adia ilikuwa ni furaha kwa sehemu kubwa, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba yule ndiye ambaye aliyekuwa na siri kuhusiana na mimba ya binti yake. Kwa hivyo alifurahi kabisa kwamba kama Manyota X amefariki, basi sasa hivi mambo yote ni salama na binti yake anaweza akaolewa bila tatizo lolote lile. Basi bana, pale mama yake Adia alitoka pale hospitalini pamoja na Adia, na hatimaye wao walirudi nyumbani ili waweze kuendelea na shughuli zao zingine. Habari ya Manyota bwana, yeye ilikuwa imefikia mwisho pale. Msikilizaji, siku ile ndio siku ambayo sasa kijana Jelani alikuwa anatoka nje ya nchi ili aweze kuwasili nchini. Kweli alifika jioni na alipiga simu na kueleza kwamba tayari ameshatoa uwanja wa ndege na sasa anarudi nyumbani. Kwa sababu alikuwa na nyumba yao kubwa sana tu mjini, alikuwa anaelekea kule, lakini alitamani sana aweze kuonana na mpenzi wake huyu Adia ili aweze kusalimiana baada ya kupoteana kwa muda mrefu. Simu ile ilipokelewa vizuri na hatimaye sasa wakaongea. Hello baby. Salama bana, vipi? Salama, pole na safari. Asante sana, nimefika bwana. Hongera jamani. Uko wapi sasa hivi? Nimeshashuka uwanja wa ndege na nimechukua usafiri naelekea nyumbani. Hongera jamani. Basi tutaonana baadaye basi. Mimi sasa hivi naingia nyumbani. Nitataka tuonane baadaye. Hamna shida, mimi niko nyumbani. Karibu. Hakuna shida. Nitakuja. Ngoja nifike nyumbani, alafu nitatoka. Haya, karibu Mai jamani, nakupenda. Nashukuru sana. Yalikuwa ni maongezi bwana kati ya kijana Jelan pamoja na mwanadada Adia. Baada tu ya Jelan kushuka kwenye uwanja wa ndege na kuchukua usafiri ili aendelee nyumbani kwao. Alifika kwenye jumba lao ambalo lilikuwa ni jumba kali kubwa sana la kifahari. Aliingia ndani, lakini hakuwaza sana kukaa katika jumba lile. Nia yake kubwa ilikuwa ni kuonana na mchumba wake, yaani mwanadada Adia. Alitoka pale sasa na kuchukua gari yake na kuongoza moja kwa moja ili kufika nyumbani kwa kina Adia aweze kumuona mpenzi wake. Kweli ilikuwa ni umbali kama wa lisali moja hivi ili kufika nyumbani kwa kina Adia, kwa sababu Adia wao walikuwa wanakaa mjini lakini upembeni kabisa Uswahilini, wakati sasa kijana Jelan walikuwa wanakaa maeneo ya mji ambayo ni maeneo ya watu wenye pesa peke yao ndio wanaokaa maeneo hayo. Kulikuwa na umbali kidogo. Muda si mrefu pale sasa alipaki gari yake na kuingia sasa kwenye nyumba ya kina Adia ili aweze kumuona Adia. Sio siri, Adia alikuwa amepangwa vizuri sana na mama yake ili asionyeshe hali yoyote ile ya mashaka, ili asije akamtia mashaka kijana Jelan. Wow. Walikumbatiana pale baada ya kuonana. Walipigana mabusu pale na hatimaye wakaingia ndani kabisa ya sebule. Mama yake Adia
alikuwa na furaha sana kumuona kijana yule ambaye alikuwa ni kijana msomi, alikuwa na masters katika biashara, alikuwa ni kijana wa mazoezi, mweusi wastani, alikuwa amenyoa nywele zake, amevaa miwani, ana mwili wa mazoezi, kifua kizuri. Kwa kweli kijana Jelani alikuwa ni kijana ambaye kila mwanamke angetamani kuwa naye. Ni kijana ambaye kwa kweli alikuwa na ndoto ya kila mwanamke duniani. Alikuwa anavutia, alafu ana pesa. Kwa kweli mama yake Adia alikuwa mashaka yake makubwa ni kwamba tu kijana yule isije katokea kaujua ukweli na hatimaye akamwacha binti yake Adia. Hapakuwa na sheria vyovyote kwa sababu mimba ya Adia ilikuwa haina shida yoyote, ile ilikuwa haisumbui. Kama unavyojua wengine wakipata ujauzito mara wavimbe, mara watapike, mara sije kichefuchefu, mara nini. Kwa Adia mimba yake ilikuwa imetulia kabisa, ilikuwa haina usumbufu wowote. Walisalimiana pale na hatimaye walipiga story 2-3. Ni kweli nyumba ya kina Adia ilikuwa haina hadhi kubwa sana kama inayoendana na kijana Jelan. Lakini kutokana na upendo wa Jelan kwa Adia, ndicho kilichomfanya kae pale ndani kwa muda mrefu sana. Chakula kilipikwa pale, wakala, wakafurahi kabisa muda mrefu sana. Mpaka ilipofika mida kama ya saa 7 usiku, ndipo ambapo sasa Jelan alipomwambia kwamba anaomba amwache ili akapumzike. Stories zilipigwa na chakula walikula na kila kitu walifanya pale. Hatimaye bwana mwanadada Adia alitoka nje na kumsindikiza mpaka pale kwenye gari yake. Wakapigana busu pale. Mpenzi, kumbuka kwamba wiki ijayo jambo letu linakamilika. Siku kama ya leo, furaha ilioje. Unajisikiaje? Kwa kweli najisikia furaha sana kwa kweli. Hapa nilipo natamani ningeweza kushika remote alafu nizisogeze siku mbele ili siku yetu ifike tufunge ndoa. Najua nakupenda sana Jelan. Wewe ni mwanaume ambaye sijui nisemeje. Itoshe tu kusema kwamba nakupenda. Na nikwambie tu kwamba hata kama hii dunia ingetokea ikaanza upya, nikaambiwa nitafute mchumba, mpenzi, mume, bado ningekuchagua wewe. Hata kama Mungu angesema kwamba atubadilishe sisi tuwe ng'ombe, alafu nimtafute mpenzi wangu, bado ningekuchagua ng'ombe wewe. Hata kama Mungu angenifanya kwamba mimi sijui dunia tubadilishe wote tuwe wanyama, sio aina ya paka au hata mwewe, bado ningekuchagua mwewe, ungekuwa ni wewe. Kwa jinsi ninavyokupenda sana Jelan. I love you so much my dear. Mwah. Nashukuru sana kwa kunipenda. Na nafikiri mimi nakupenda sana zaidi yako. Nafurahi sana kukuona. Nafurahi sana kuwa na wewe. Nafurahi sana na naona fahari kuitwa mpenzi wako. Natamani siku ifike haraka sana usiwe mpenzi, bali uwe mke wangu halali kabisa. Nakupenda leo. Nilikupenda. Nakupenda siku zote za maisha yangu. Mimi nafikiri nitaweka hata hadi siku nikifa nizikwe pamoja na wewe kaburi moja. Asante sana mpenzi wangu. Naomba ukapumzike sasa. Najua umetoka safarini, umechoka. Nikiwa na wewe hata sijisikii kuchoka mpenzi wangu. Nashukuru sana, lakini naomba ukapumzike ili kesho sasa uweze kunyanyuka na kuendelea na shughuli zako kama kawaida mpenzi wangu. Natamani kuona mafanikio yako. Nashukuru sana mpenzi wangu. Basi mimi ngoja niende. Bye. Bye. Pale sasa waliagana na Adia alirudi ndani. Na wakati huo sasa Jelan aliwasha gari yake aina ya BMW na hatimaye akatoka na kurudi zake nyumbani. Msikilizaji, ilikuwa sasa ni baada ya siku 5 kuisha. Ilikuwa imebaki sasa siku 1 kamili katikati, alafu siku inayofuata ndio siku rasmi sasa ambayo ndoa ilikuwa imepangwa, yani ndoa ya mwanadada Adia
pamoja na kijana anayetoka katika familia ya kifahari, familia ya mzee Aikaeli, kijana Jelan, kijana msomi, mmiliki wa makampuni ndani na nje ya nchi, mzuri, kijana wa mazoezi, kijana mtanashati, kijana mwenye kila kitu ambacho mwanamke angeweza kukitaka, iwe ni pesa au mwili, umbo, kila kitu. Lakini pia vile vile alikuwa na tabia nzuri kabisa. Ndoa yao ilikuwa inatarajiwa kufanywa siku moja tu baada ya siku inayopita. Hapo ndipo ambapo maandalizi yalipomalizika yote, na hatimaye sasa siku iliyofuata ilikuwa Aida anapelekwa sasa kwenye kufanyiwa sasa makeup. Kuanzia siku hiyo sasa Jelan hakumuona kabisa mwanadada Adia. Hakumuona kabisa. Aliambiwa yeye atamuona siku ile ya harusi. Basi bwana, Adia alipambwa vizuri. Alivalishwa gauni la gharama sana ambalo alikuwa amenunua kijana Jelan. Ilikuwa ni nguo ambazo zimeshonwa kupitia watu maarufu duniani. Mwanamitindo kutoka Nigeria na mwanamitindo kutoka Canada ndio ambao walioshirikiana katika kubunia vazi ambalo alikuwa analivaa Adia. Kiatu kile pamoja na mavazi yake yote kwa ujumla yalikuwa yako chini ya wanamitindo kutoka Nigeria na Canada. Mwanadada yule alipendeza kweli kweli. Adia alipendeza vibaya mno. Ilikuwa sasa imefika ule usiku ambapo sasa ndipo wanataka kiwa wakakutane ili kesho yake ndio siku rasmi sasa ya ndoa. Kijana bwana alikuwa amevalia suti kali sana. Alikuwa amependeza, amenyoa nywele zake zote na miwani mikali. Ilikuwa ni miwani ambayo ilikuwa imenunuliwa nchini South Africa. Alikuwa amevaa suti kali sana ambayo ilikuwa imependeza kuanzia juu mpaka chini. Ilikuwa ni suti ambayo ilidesigniwa na mwanamitindo kutoka Shanghai. Alikuwa ni mwanamitindo kutoka Korea Kaskazini. Ndiye ambaye aliyekuwa amebunia suti ile. Alikuwa anapendeza vibaya sana. Mwanamitindo kutoka Korea ya Kaskazini pamoja na mwanamitindo kutoka Argentina ndio ambao waliokaa wakabunia namna ambayo kijana Jelan anaweza akavaa akapendeza. Walilipwa hela ndefu sana kwa kweli. Ni kweli Jelan alikuwa amependeza kuanzia juu mpaka chini. Walienda sasa kukutanishwa sehemu ambapo wangeweza kupumzika vizuri ili sasa kesho yake iwe ni siku ya ndoa. Msikilizaji, hayo ni mavazi ya siku ya kwanza tu, usiku ule kabla ya siku yenyewe ya ndoa. Na siku ya ndoa kulikuwa na mavazi yao maalum sasa, ambayo yalikuwa sasa ni mavazi rasmi kwa ajili ya kufungia ndoa. Yalikuwa yako chini ya wataalamu wale kutoka Korea Kaskazini, Argentina, Canada na Nigeria. Waliandaliwa vizuri sana na siku ile, usiku ule ukapita, wakawekwa kwenye chumba maalum ambacho wanapaswa watulie, na sherehe sasa zilikuwa zinaendelea katika ukumbi ule. Sherehe zile za ndoa zikaendelea pale. Hatimaye sasa MC aliwaita sasa wanandoa waweze kufika pale sasa rasmi kwa ajili ya kufunga ndoa. Walijitokeza na vigelegele vilipigwa. Familia ilikuwa na furaha sana. Mama Adia alikuwa anafurahi kabisa akijua kwamba sasa ile siri sasa ilikuwa imefichika vilivyo. Ile siri ilikuwa imefichika na hakuna kitu ambacho kimegundulika. Ndoa ilikuja pale bwana, ikafungwa ndoa nzuri sana. Ilikuwa ni ndoa ambayo iliyokuwa imegharimu hela ndefu sana maandalizi yake. Walimaliza pale, na baada ya pale sasa ilikuwa ni kwenda kufanya sherehe katika hoteli moja kubwa sana ya kifahari mjini. Watu wote ambao walikuwa wamealikwa walikuwa wameridhia. Na sasa baada ya ndoa pale ilikuwa ni kesho yake sasa, au jioni yake. Lakini kwa sababu ilikuwa inaenda mpaka saa 6 za usiku, hiyo ndio maana inakuwa ni kesho. Basi ndoa ile baada ya kumalizika mchana ule, ilikuwa sasa ni usiku wa tafrija ule ambao unafanya mambo yote, sherehe ifanywe katika ukumbi ule mkubwa, ambao ile ilikuwa inategemewa iende mpaka kesho yake, kwa sababu wangeanza shamra kuanzia mida ya saa 5 ingeenda mpaka saa 8 sherehe zile. Basi bwana, walienda sasa watu kwa ajili ya kusherehekea baada ya ndoa. Mambo mengi yakaenda sasa pale muda ule. Mwanadada Adia alikuwa amebadilisha nguo,
hajavaa nguo zile za harusi, amevaa nguo sasa za sherehe sasa. Kijana Jelan naye alikuwa amevalia nguo zake nyingine sasa, ambazo zote zinatokana na wataalamu hawa wana mitindo kutoka mataifa ya mbali. Kwa kweli walikuwa wamependeza sana. Sherehe iliendelea pale ndani wakiwa na furaha sana. Wazazi wa pande zote mbili walikuwepo pale. Zawadi zilitolewa nyingi. Vijana wengi pale walikuwepo pale ambao walikuwa wanampa kampani sasa kijana yule tajiri. Sherehe ilikuwa imeletwa vitu vingi sana kutoka upande wa kijana Jelan. Wengine walitoa mijengo mikubwa, wengine walitoa viwanja, wengine walitoa fedha taslimu, wengine walileta cheni kali, mikufu, hereni, vitu vyote hivyo hakuna cha bei ndogo hata kimoja. Ilikuwa ni familia ya kitajiri kweli kweli, familia ya mzee Aikaeli. Upande wa kina Adia nao hawakurudi nyuma. Hawakuwa na pesa nyingi, lakini walikuwa na moyo wa kutoa. Walitoa vitu mbalimbali, wajomba, ndugu, ambavyo kwa kweli vilikuwa navyo ni vingi sana. Kama ingekuwa tu hakuna hivi vitu vingine vya upande wa familia ya kitajiri, ingeonekana wametoa vitu vingi sana. Vile vitu vyote vilitolewa pale. Vikiwepo vitabu vya dini, walitolewa Biblia pale. Walisema kwamba wao wanatoa mpaka Qur'ani kwa sababu hawasimami kwenye dini yoyote, lakini wanaamini kwamba watu wanapaswa wajifunze dini zote. Vitabu vya Qur'ani na Biblia vilitolewa pale kama zawadi. Sherehe ile ikawa imefana vilivyo. Bado siri kubwa ilikuwa imefichika kuhusu mimba ya mwanadada Adia. Shughuli ilipomalizika pale kufika karibu na mwisho sasa, kabla haijaisha kabisa, kijana yule Jelan aliwaita marafiki zake wale ambao walikuwa wanasimamia ile sherehe kuikamilisha. Akamwambia, "Aise, hivi vitu vyote hivi, ukiacha kuna hii fimbo ambayo ilitolewa, na upande wa mke kuna hizi Biblia na Qur'ani, kuna vazi hili ambazo ni vazi la heshima hili ambalo limetolewa kama heshima kwa upande wangu na heshima kwa upande wa mke. Hivi vitu hivi ndivyo vitu ambavyo mimi naondoka navyo, kwa sababu hivi havifai kumpa mtu. Lakini washikaji zangu mimi niwaambie, hivi vitu vyote hivi vya upande wa mke hivi, vyote hivi chukueni. Mtajua mnaviuza au mnagawana, mnafanyaje, vyote hivi vya upande wa mke chukueni." Asa washikaji walifurahi sana pale. Walikuwa ni masela tu mtaani wale, lakini sasa ni kampani, wengine alisoma nao, wengine hivi na vile, hawana hela kama yeye, lakini ni washikaji zake. Walifurahi sana, kwao ilikuwa ni jambo kubwa sana. Kwa kweli vile vitu walivichukua, na kwa kweli ukipigia tathmini kwa wale washikaji watano waliokuwepo pale, wasingekosa hata shilingi milioni 5 au 7. Vilikuwa sio vya kitoto yani. Kwa kweli walifurahi pakubwa sana. Basi bwana, pale watu wengi wakawa wametawanyika. Sherehe ikawa imeisha, lakini watu wengi bado ndo wanatoka wametawanyika wengine. Wakati sasa wanatoka, wanaelekea kupanda gari ili warudi nyumbani. Sijui ni kutokana na ile kusimama sana na shamra za pale ndani, walisogea wakatembea kufika pale kwenye gari, wakati kabla hawajaanza kupanda, kufika vizuri kwenye gari ili wapande, mwanadada Adia alianza kutoa jasho jingi. Hatimaye akasimama. Jasho jingi, akawa anamtazama mwenzake. Jelan alimtazama sana mpenzi wake. Vipi? Pale Adia alidondoka pale chini na kuzimia. Ilikuwa ni tishio sana kwao. Waliogopa sana ni nini hiki. Wachache waliokuwepo pale walikuja wakasaidizana kumshika, kumpepea na kumpakiza kwenye gari ili waweze kumwahisha nyumbani, aweze kaonana na daktari, kwa sababu kuna daktari wa familia ya kina Jelan. Walimpakiza pale na kukimbia na yeye, mwanadada akiwa anatokwa jasho jingi kweli kweli. Walifanikiwa kufika nyumbani salama kabisa. Alienda moja kwa moja na kumpeleka kwenye chumba cha daktari wa familia. Walimwacha pale na daktari aliwaambia, basi kwa sababu mmefika hapa, tokeni wote nje, niacheni na yeye. Daktari pale sasa alianza kutoa vipimo, kumpima Adia kwamba ni nini ambacho kinaendelea kwake. Familia yote ilikuwa iko katika hali ya woga sana kule sebuleni ambapo walipokuwa.
Hakuna mtu ambaye aliyekuwa na raha. Hadi alikuwa hawezi kuongea, amenyamaza, ameng'ata tu ulimi. Anatoa jasho jingi kweli, mapigo ya moyo yanaenda mbio, lakini hawezi kuongea, hawezi kufanya chochote, amezimia. Daktari alikaa na yeye pale ndani kwa muda fulani, akiwa amefunga milango yote ya pale kwenye kile chumba. Ni baada ya dakika 15 ndipo alipotoka na kufika pale sebleni ili kutoa taarifa za kitabibu katika familia ili waweze kujua ni nini kilichoendelea. Alitoka pale kama professional, akaja akiwa amenyooka. Akaeka vipimo vyake pale kwanza mezani. Afu akawaambia, salama ndugu zangu. Salama. Nimekuja kuleta taarifa kuhusu ndugu yetu ambaye wote mnaelewa, mkwe wetu sasa hivi. Kijana, daktari, hebu ongea. Mika, hebu ongea bwana. Ongea, nyoka, utueleze nini kinaendelea bwana. Unazidi kutupa hofu sisi. Okay. Ni kwamba, naam msikilizaji, hebu tukutane sasa katika sehemu ya pili. Ni kitu gani hichi ambacho walichokuwa wanataka kuambiwa hawa? Daktari amegundua kitu gani kuhusiana na mwanadada Adia? Ni nini hiki ambacho kinaleta tishio kwa Adia mpaka akadondoka, amezimia? Hali yake inaendeleaje? Msikilizaji, endelea kuungana na mimi katika simulizi hii katika sehemu yake ya pili. Nitakuelezea mwanzo hadi mwisho ni nini hatima ya jambo hili. Je, atagundulika kwamba ana ujauzito? Je, atakuwa hai au amefariki dunia? Ni nini kinaendelea? Bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Kumbuka nitakuwekea kipande hiki muda si mrefu sana. Endelea kubaki na mimi, wako msimuliaji BHB wa Makala Simulizi.